Naam, sasa tuje kwenye ushauri. Unawashauri nini wanachuo ambao wapo kwenye mahusiano, wapo kwenye mapenzi? Mimi ninachowashauri wanachuo ambao wako kwenye mahusiano wa focus kwanza chuo, wamalize chuo, alafu mapenzi ndo baadaye yaje nyuma. Kwa nini nasema hivyo? Unapo focus kwenye mapenzi ndani ya chuo, utakuwa hakuna kitu unachokipata. Kwa sababu mapenzi ni mabaya sana kama kuna matarajio yako ya baadaye baada ya chuo. Mapenzi yanaharibu matarajio, yanaharibu maono yako, yani vision yako yote kwenye chuo itaharibika. Kama ulikuwa umejiwekea kwamba mimi bwana nataka nimalize chuo alafu nifanye jambo fulani. Sasa utakuwa umeinvolve na mapenzi. Kwa hiyo mapenzi, mimi nawashauri, mapenzi ni mabaya, mapenzi ni mazuri. Ubaya wake ni pale kama uko chuo, una jambo lako umekusudia kulifanya, una focus yako ambayo utaifanya baada ya chuo, itakuharibia. Kwa hiyo ondoka kabisa kwenye mapenzi ukiwa mwanachuo. Maliza kwanza chuo chako, ukishamaliza afu ndo sasa ujaribu kurudi au kureview hivi kuna mapenzi. Naam, inawezekana mtazamaji amekutazama vizuri sana na amekusikiza kwa makini sana. Sasa nataka tufahamu ndoto zako, malengo yako baada ya chuo wewe. Maana umeniambia hapa bado unazidi kujiendeleza na chuo. Baada ya chuo unajiona wapi? Mimi niwaambie tu wanachuo, baada ya chuo mimi niko sehemu na hatua, nimepiga hatua na hatua ya mbele ambayo wewe unaiona nyuma, lakini mimi nimeirukia mbele. Ninayo chuo, nilichojifunza chuo ndio kimenipa matokeo ya kuwa na focus ya mfano mimi ni mjasiriamali sasa hivi na bado ni mwanachuo. Haufikirii kwamba mimi ni mjasiriamali nafanya ujasiriamali wangu, focus ambayo nilikuwa nayo baada ya chuo, alafu narudi tena darasani. Huoni kama kuna kitu nakipata? Kuna kitu ambacho nimekipata kutoka chuo mpaka nimepata mafanikio na matarajio makubwa. Masomo yako wewe ambao unasoma chuo yanakusaidiaje yanakusaidiaje kufikia ndoto zako masomo yako? Masomo hayo ndio yamenisaidia mimi kufikia kwenye hizo ndoto ambazo niko nazo mpaka sasa hivi. Mfano sasa hivi najihusisha na mambo ya ujasiriamali, na shona nguo kwa kutumia mikono. Watu wamezoea kushona nguo kutumia mashine. Mimi natumia akili yangu kwa sababu bila shule nisingejua kwamba kuna kipimo. Hii nataka nishone labda mkono, nikautengeneza mkono. Bila kupata ile elimu ya kwamba mkono ni kitu gani, nisingeweza kushona hicho kitu. Unataka kuniambia kwamba nini ambacho kinakupa motisha wewe kuendelea kupambana na masomo ya chuo? Kwa sababu kinachonipa motisha, kuna mambo mengi ambayo unakutana nayo. Kwa hiyo kila hatua ninayoipiga inaniambia rudi darasani, rudi chuo. Sio kwamba nirudi nikakae, najifunza kupitia yale ambayo nimejifunza chuo na bado niko chuo. Kwa hiyo kila hatua ninayopitia, upambanaji ninayopitia lazima unanirudisha chuo. Nafikiria kwamba kumbe bila ile elimu au bila ile IQ siwezi kumove. Naam, umeongea mengi sana na tuendelee kwenye swali jingine. Kuna mambo mengi yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii kuhusu wanachuo. Na wewe ni mwanachuo na una experience kubwa sana. Je, ni kweli kama anavyoonyesha mitandao ya kijamii? Ni kweli kabisa. Kwenye hapo umenipa fumbo kidogo, lakini kwa uzoefu nilionao nitakwambia. Mitandao ya kijamii kiukweli inatupa changamoto wanachuo. Tena changamoto nyingi sana kupitia hizi mitandao ya kijamii. Mathalan, sasa hivi imekuwa kila mwanachuo, kila mwanadamu, kila binadamu, kila mtu ambaye anajua kutumia nani kwa especially wanachuo, atakwambia mimi bwana sasa hivi nataka niwahi kutoka darasani. Kuna kipindi fulani nataka nikakiangalie. Wanaita vipindi vya kina mama nani, Kombolela sijui vitu. Wakati hivyo vipindi hata huku kwenye chuo hatufundishwi, lakini tu anakimbilia kuangalia vitu kama hivyo. Afu kingine, sasa hivi watu tuko busy sana na mitandao. Wanachuo sana wako busy. Fikiria mmeenda discussion, mmekaa mna discuss jambo la msingi kabisa, labda kesho mna plepo, mna nini, kesho mnafundisha, mnataka kuingia darasani, lakini unayeongea naye yuko ana chat. Wakati kumbe ana chat hapo, ana chat na mwenzake mwingine au ni mpenzi yuko pale. Unachomuuliza wewe anakwambia ni kweli. Ulisemaje vile? Kwa hiyo mitandao jamani, naomba tusiitumie sana kwenye. Japokuwa inatusaidia sometimes. Maana nimeona watu wengi wanasema mitandao inatusaidia
labda hata kujibia maswali. Mimi siamini hicho kitu. Nafikiri kitu kinachotoka akilini mwako ndio focus. Hata hao waliotengeneza hiyo mitandao ya kijamii na wao walikuwa na akili. Sasa imagine kama yeye alikuwa na akili akatengeneza mitandao ya kijamii. Kwa nini sasa fikiria alikuwa na akili yake mwenyewe ya ziada. Sasa kwa nini una focus na mitandao ya kijamii? Nataka kuniambia kwamba mitandao ya kijamii na wewe pia ilikuathiri kinamna fulani. Na iliniathiri sana. Ilikuathiri wapi? Mitandao ya kijamii wakati niko kwenye mahusiano na niko chuo ilikuwa inaniathiri kwa sababu badala ya kuconcentrate ambacho nakifanya darasani naanza kuwaza sio Jimmy saizi yuko wapi, sio Alphonse Jimmy hapo. Nataja tu anataja mfano wa majina. Okay. Yeah. Au saa nyingine labda nafikiria yule dada ana focus nzuri sana. Lakini mbona anafuata mitandao ya kijamii? Jamani naomba hiyo mitandao tuitumie vizuri. Sio mibaya. Sijasema mibaya mkashinda kuitumia. Mingine inatuelimisha kama hivi unaona kitu tofauti. Tunaona mambo ya watoto wanavyonyanyapaliwa, wanavyofanywa kinyume vile ambavyo isiyotarajiwa kijamii, sio nzuri kiukweli. Kwa hiyo mitandao kikawaida sio mibaya, isipokuwa tunaomba tuitumie vizuri. Tusi against na vile ambavyo mitandao inataka tufanye.